Sikiza nikwambie Kembo alivyokuwa. Sitaki uniambie chochote kwa sababu sihitaji hizo pesa tena. Nimekukamata nikwambie. Kuanzia leo mimi na wewe kila mtu ajue mtikasi yake. Na kuanzia leo sihitaji mchongo wote na wewe. Kembo. Kembo. Subiri kwanza. Subiri. Sebo, kabla hujakaa, naomba nihakikishie mambo haya mawili kutoka kwenye mdomo wako. Tayari ushamfukuza katoto pale nyumbani? Na vipi kuhusu mamake? Umeshaacha kumfuatilia? Sasa Melissa, ndio kwanza nimefika mpenzi wangu. Hayo mengine tutayaongea tu. Hebu niache kwanza nipumzishe mwili. Sebo, yaani mimi nikuache wewe ukapumzishe mwili wako wakati mimi moyo wangu unatapatapa? Kweli jamani? Sasa nisikilize. Mimi nahitaji amani ya moyo wangu. Na amani ya moyo itapatikana pale ambapo utafanya chaguo sahihi kwenye yale nilokupa. Nadhani unakumbuka vizuri. Nilikwambia mweke katoto na mamake mbali na maisha yetu. Na kama haiwezekani, niambie kabisa hapa sasa hivi mimi nikae najua. Nimekuelewa. Na nitalifanya kazi chaguo lako. Lakini sio kwa haraka hivyo kama unavyodhani. Sio kwa haraka hivyo kama unavyotaka wewe. Kwa sababu kila kitu kwenye maisha kinahitaji muda. Tupe muda, nafasi. Nitafanya tu. Hivi Sebo, kwa nini wewe lakini uko sharpness na vitu vyako? Kila kitu unahitaji muda. Kweli jamani, kwenye hili pia unahitaji muda. Sasa nisikize vizuri. Ipo siku na mimi utaniambia swala alafu nitakwambia nahitaji muda. Tunaelewana vizuri? Hebu usipaniki basi. Ila unapaswa kuniamini kama ambavyo mimi nakuamini. Tuachane nayo. Bila shaka ujio wangu unajua umefuata nini hapa. Sex. Lakini si utafanya kama nilivyokuambia? I promise. Kweli. Sawa. Tunda lako limeshamenywa tayari. Linakusubiri wewe tu mwaje. Mimi najua unataka kuniona tena mzee. Na unanimani kwa sababu nimekula mgao wako. Lakini kuna mchongo wa pesa nimekuletea. Oya, tukiupiga huo tutarudisha pesa zako zote. Na ule ufala hautojirudia tena. Trust me. Wanaume wanauawa sana kuliko wanawake. Unajua kwa nini? Kwa sababu mambo mawili. Na yote yanahusu usaliti. Mambo ni pesa na mapenzi. Usaliti hauna excuse wala mbadala wake zaidi ya hukumu ya kifo au ulemavu wa kudumu. Ila mimi nimesamehe. Sasa ukiendelea kunipigia kelele sikioni kwangu, nitabadili maamuzi. Unachotakiwa kukifanya sasa hivi ni kitu kimoja tu. Ni kuondoka karibu yangu kabla sija kuondoa mwenyewe. Lakini mchongo kurudisha pesa zako na kuongeza pesa zingine Kembo. Kwani usiniamini? Mzee, una sekunde 30 tu za kuwa karibu yangu. Na zimebaki 26. Baada ya sekunde kugota, kifuatacho naweza unakijua. Okay, fine.
Matatizo mengi yapo kila kona, hayapungu yanaongezeka sana. Watu wanalia kucheka kidogo sana. Hii dunia inachapa bila huruma. Katoto, najiuliza katoto. Hapa. Usijali. Tayari vimeshalipiwa. Ni nani ambaye amelipia? Aliniambia amekaa hapo pembeni. Haya, poa. Nashukuru. Asante. Usijali katoto, na wala upaswe kunishukuru kwa sababu nafanya kutimiza wajibu wangu tu kwako. Okay, bye. Katoto, nataka kuondoka na wakati wala hatujazungumza. Au umesahau kama nina zawadi zako za South Africa? Na kingine, nilitegemea utanipigia simu, lakini nikaona kimya. Kwa nini? Zawadi zangu utanileta nyumbani au utampa dadia niletee. Na kuhusu kupigia, mimi saizi situmii simu. Kwa hiyo labda uninunulie au nipe kwako nitumie. Na nyumbani nadhani unapafahamu. Ukinihitaji utakuja. Katoto haka, katoto kale, katoto kana mamlaka, katoto yule, familia inahuzunika sana. Naelekea mtoto mtamu kama mama yake. Nitafaidi mimi. Familia inahuzunika. Sasa brother. Fresh ndugu yangu. Poa, nashukuru. Poa. Analia na Kevo anacheka sana. Watoto hawaogopi kudeti na baba. Hey, shemeji. Wow. How are you? I'm good. Mbona umechangamka sana leo? Mimi niko happy tu kuona umekuja kupea sisi yangu furaha. Na pia kukushukuru cause unatulipia rent, unatupea do ya food, na unamtunza poa. God akubless. Nashukuru Clara. Lakini kila ninachokifanya hapa nafanya kutimiza wajibu. Kwa sababu unajua kabisa mimi nampenda sana dada yako. Na nafanya kwa sababu ninampenda sana. Na sitaki kushukuriwa kwa sababu kila ninachokifanya nafanya kwa sababu natakiwa nifanye kama mwanaume. Alright? Lakini wewe si hizi. Ushema nakupenda sana. Yaani cheki tu venye unang'aa. Yaani unapendeza. Kitu sielewi ni mbona unahangaika na ule boys wa nduthi mwenye anakutumia na kulipi do. Mimi nakushow. Tulia na Ushema. Achana na ule maskini. Ina maana Melissa ananisaliti? Una mtu mwingine nje? No babe bwana. Unajua mimi nakupenda sana. Mimi tu Clara na masiara mengi sana. Mimi si joke. Shem, kitu naongea hapa ni ukweli tupu. Melissa, si useme tu ukweli usaidike. Usipende kudanganya mtu anakupenda. Sebo, Melissa ako na boy mwingine na anaitwa Kevo. Na tena ni msee wa nduthi. So karada. Kwa nini umenishushia hapa? Sasa unataka nikufikishe mpaka nyumbani mamangu? Uone kama tunakaribisha hatari. Alafu nimesikia una mwanamke mwingine anaitwa Melissa, dada yake na Clara. Ni kweli? Mambo mengine ni uzushi. Si wasikilize watu, hawapendi kuona mapenzi yetu mamangu. Cha nao. Yaani mtu unanichiti alafu unasema niachane nayo. Sikiliza nikwambie Kevo. Kipindi unanitongoza uliniahidi kuwa utabaki na mimi peke yangu. Sasa kwa nini unichanganye na watu wengine? Unataka nipate magonjwa nikiwa bado mdogo? Sitaki.
na kama ni kweli, naomba uachane naye haraka sana. Vinginevyo nitatoa asili ya mapenzi yetu mtandaoni kwa kusambaza picha na message. Nafikiri unajua adhabu ya kutembea na mwanafunzi. Sasa akili kichwani mwako. Yaani unajua kuna muda Clara nikikutazama hivi natamani hata nikukate makofi. Hivi wewe una akili timamu kweli wewe? Uko na maana gani kuongea unazungumza mbele ya shemeji yako? Niliongea hivyo ndo shemeji ya juu unamcheza. Na hata pia wewe, wachane na tabia mbaya. Cause kitu unafanya mtu wako sipo. Ama nimekosea? Umepatia. Hivi unadhani akichukua maamuzi ya kuniacha, nani atakayetuhudumia huko ndani? Nani atulipia kodi? Au unadhani yule mjinga wako ndo atatuhudumia? Usimuite bwanangu mjinga. Mjinga ni ule bodaboda wako. Na kama inakuuma sana, wacha tabia mbaya na ubadilike. Unaweza ukaniambia kwa nini siku hizi umekuwa mtu wa kuchelewa kurudi nyumbani kila siku? Mwalimu alinipa adhabu ya kumwagilia bustani za shule nzima baada ya kutoka. Ina maana huyo mwalimu wako anakupa adhabu wewe tu kila siku, wengine hawakosei? Sasa kesho nitamfuata huyo mwalimu wako kumhoji vizuri, maana haiwezekani kila siku akupe adhabu wewe tu, tena inakufanya unachelewa kurudi nyumbani. Hajui kama wewe ni mwanafunzi mwenye wazazi? Sasa mama, ukisema unamfuata mwalimu unakosea, kwa sababu mimi ndiye mwenye makosa. Hivyo hana haja ya kuniadhibisha. Alafu kingine, utaniharibia, kwa maana mwalimu ataona kwamba mimi nimekuja kumshtaki. Kwa hiyo umeridhika na hizo adhabu za mwalimu wako, si ndio? Ndio, mimi hata sioni. Sasa kama wewe umeridhika nazo, mimi sifurahishwi kabisa na wewe kuchelewa kurudi nyumbani kila siku. Aidha uamue moja, kuwahi kurudi ama nimfuate huyo mwalimu wako, na si vinginevyo. Mama, mimi kuanzia leo nitakuwa nawahi. Niamini, ila kwa mwalimu usiende. Nishamaliza. Familia inahuzunika sana. Lisa analia na Kevo anacheka sana. Watoto hawaogopi kudeti na baba zao, wala wahuzuniki kuwasaliti wapenzi wao. Wengine wezi, Dadi, wengine malaya. mara nyingi nakwambia usipende kunywa pombe, zinaweza sana kuchukua, lakini wenzangu hata unielewe. Najiuliza katoto anataka nini? Wangu katoto. Katoto baby. Wai wangu ukimtazama baba. Wewe unaona nimeelewa au niko proper? So proper, hapo umelewa. So sorry. Wewe hii pombe hii sio soda. Hii nini? Pombe. Pombe. Kinywa lazima ulewe tu. Chake usitaki. Hata wewe bounce wataelewa. Sasa. Simeo. Basi kama nimelewa, tusaidie kupeka chumba. Sawa. Tusaidie mama. Hapa kiangalia kinaona kama watu wanafua kwa migongo. Shubani.
Usimpeke store, maana tabia yako. Niko. Taratibu. Niko. Katoto Melissa amekosa nini? Bona Rivana na Clara hawapatani. Katoto haka, katoto kale, katoto kana mamlaka.